turauga atiriri tatumia na youth a Roysambu ni tunegetio tugakinya mwiso ni madazi cirekwo guku gwitu na cirekwo ni andu mokite ti andu aguku tondu andu aguku turi andu mendanite muno na turi andu ega no turona andu marauma kwao kuria nja wa bururi magoka guku makahenereria iritu aitu magathie Airbnb icio makamahingiriria kuu makamahe dawa makamuraga. Gutire kindu kingituma urage mutumia urage muiretu ni undu wa kumugurira njohi. Njohi ni kiriu ati gitumi kia kuraga mundu. Ni twarega uhoro ucio na turaria twina kieha muno tukiuga undu uyu ungithie na mbere na ni turauga twina security apparatus nyingi guku. Roysambu turi arathime twina security nyingi guku. Kasarani headquarters erio hau handu ngithie na maguru. GSU haha ginya barracks guku. Andu aya niki kiratuma matuhuthie uguo. Turauga kamite ni rute wira ni mohwo ni mathie mabuthire kuu tondu ti andu ega na ti andu mangikara na ithwe guku as a community. Tuuga tiri na turahoya thirikari take action na ihenya ya kunyita andu aya na kumarugamia igoti-ini na kuhiuhia masira mao ni undu ginya family icio ci affected cihote kuhuthia ngoro ciao na ni undu wa horo cio na thirikari ya gwika uguo tuuga tiri taire twa Roysambu tokuoya maguru kuma Kamiti Road torute Nguo tukihoya thirikari tiriri. It's high time strengthen security apparatus na judiciary onayo it's high time fasten masira maya niguo families ci affected sikihorie ngoro. Ikoro we the owner wa Airbnb na ni urendia njohi gwaku iyo ni mahitia macio ni mahitia na ni ukunyitwo tondu tutikuhete rutha na ithuĩ ta Roysambu sub county liquor board tutikwalao mwenderie njohi kuu niguo icio action cirekeka kuu muroraga airetu aitu kuu thiini rimwe tokora ni arefina tutiwe kura mafuta njohi ni tukurega. Tuweza kuondoka hapa Nakuru NCB ndipo kuhakikisha kwamba amesambaza fertilizer yote kwa hii South Rift kulingana na agizo la rais ya kwamba lazima fertilizer iweze kufika kwa ward zote katika taifa letu ili wakulima waweze kuendelea kujipanga kupanda chakula ya taifa hili. Barabara kabisa. Haya, lori la kwanza limeondoka. Hiyo ni ya kwanza, lori ya kwanza inaingia katika jimbo dogo la Naivasha. Asante sana. Kumisha mashine hii. Vikosi barabara kabisa. Na pasipo kuongeza ya mtume wala ya nabii, shukrani za dhati kwa waziri wetu kwa kuweza kufika kwa wakati uliofaa kuweza kufanikisha wakulima wetu. Kwa hivyo hivi sasa nitaomba bwana commissioner ataweza levels, then it's installed here so that avoids contamination in our villages or in our farms. And any time that you feel like you want to sell or collect your maize or your beans, and the planting season is just starting time. We are going to flag over the trucks to take fertilizers closer to our farmers because the county government of
represented by the Deputy Governor here, have really come in support of the national government agenda in ensuring. Anthony Karanja, and I work for National Cereals here in South Rift and Nakuru. It is a Secretary, Minister of Agriculture and Livestock Development, the Principal Secretary, the State Department for Agriculture, Dr. Rono. Karibu Mheshimiwa wetu We started Pairethiram revival 7 years ago. Up to now, waziri, ule umepita, nafikiri umeona kumenyesha sana, lakini bado hatujepata Pairethiram. Kwa hivyo tunakuomba ya kwamba utupatie hizo seats. Hawa yetu ni hiyo Pairethiram. Kuna kitu kingine. Kwa hivyo wewe tuangalie hiyo. Waziri ya mwisho, unajua kuna shida ya seats za kupanda kitu kinaitwa maize. 80 kwa gunia moja. Naona serikali haikufanya kitu naitwa public participation. Kwa hiyo shilingi 80 kwa gunia moja ni gharama ya juu sana. Shilingi 80 tukifanya kwa ile jua kali tunafanya iko juu tukikombea na ile nyingine, na naomba bwana waziri ukienda huko juu jaribu kurutisha hiyo bei chini kidogo, alafu mkulima abaitike. Tukipata kama shilingi 50 kwa gunia moja, mkulima anaweza kubaitika kuliko iende ile nyingine. Najua tuko na alternative kwa kukausha. So tukifanya plan B, at least hii inakuwa rahisi because inaleta kwa uko mashinane. Asante sana. Mbolea inaendelea. Mimi nataka tu mbolea ipike kwa mashinane. Iletwe huko sub counties. Njoro, Rongai, mahali kuna sub county yoyote ipike hapo. Fertilizers, which you came out that this time around all fertilizers should reach to the ward level, which are 1450 wards. We have worked with KEFIS and we have moved across the country to remove all individuals who are selling fake seed, and we have arraigned them in court. As we talk when I see us, there are close to 30 individuals who have because of selling fake seeds, which is against the law. And we believe that the contribution of the fake seed in this country has contributed to low production, especially on maize. And I want to request the farmers also to ensure that as they buy the seeds from the agro dealers, they make sure that they somewhere you scratch and then you send our number to confirm whether the seeds are fake. Because this area is really on potato, and the two farmers who have talked, they have really talked about it. In terms of production, the country is producing close to 2.5 metric tons per year. As we talk, but the demand is 5 metric tons per year, just only for local consumption. So the bigger problem we have had is in terms of seeds and Caldro, and also ADC, which I think they have a farm even near in Molo, are working around the clock to make sure that we get the right seed in terms of variety, so that these seeds are also climate resilient and also can also stand issues to do with pest attack, and in addition also have high production. Kenya has been highlighted as a key country in the world who can produce the highest volume of potato, not only for local production, local consumption, also for export. And in 2026, the council
have recommended that there will be an international potato conference in Kenya, and possibly it will be done in Nakuru County, so that we can promote this particular crop, and we are on course, Bwana CS. Na fertilizer inafika kwa wakulima wakati ufaao. Na nikiangalia mnaona ya kwamba area hii ya South Rift ndio tunaelekea na North Rift kupata mvua, na ndio sababu tumefika ili tuhakikishe na ninjione mimi mwenyewe ya kwamba fertilizer zimefika kwa mango downs yetu yote katika area hii ya Kenya. Tumekubaliana ya kwamba the last mile delivery of our fertilizer to the farmers must get to the wards. Ili the 1450 wards in this country, mkulima atembee distance ile chache ama fupi zaidi aweze kuchukua fertilizer yake. Now we have committed as national government, the National Cereals and Produce Board, which has the highest responsibility of ensuring that fertilizer imefika kwa masto na kufikishwa kule. Kutakuwa na makubaliano kati ya sisi na mangavana wetu na kusikiza maagizo. Tutaondoa Kenya kwa shinda ya chakula. Hii aibu tutaiondoa, na sababu sisi tunahubiri ya kwamba kilimo ni biashara. We are soon going to be making a lot of money as farmers, because I believe with this trend, with the support the farmers and the government is doing, we will be able to be exporters of food in the next 1 or 2 years. Kwa hivyo wakulima, pokeeni pongezi na asanti kutoka kwa serikali. Kingine nataka kusema kwa wakulima wa taifa letu, unajua to be able to stabilize the Kenya shilling ni kuhakikisha tumeshalisha chakula, tumeshalisha ama katika space ya ukulima, we are able to double the production of whatever we do. I'm saying because mnajua tukiacha kuleta chakula, kuagiza chakula katika nchi za nje kama vile mahindi, kama vile mchele, kama vile ngano, it means we will save a lot of dollars that ordinarily go to pay for this food. Meaning yale mandola tungekuwa nayo kupeleka nje, basi itakuwa Kenya, na hiyo pesa itatumika kulipa wakulima wetu. Na kwa hivyo gharama ama demand ya dola hapa katika nchini itakuwa pesa inatoshekana, so we will naturally and normally be able to stabilize our Kenyan shilling. Fertilizer mulile tulileta, tumechalisha ngunia milioni 61 mwaka uliopita, 61 million bags. We distributed 5.8 million bags, and we've been able to get 60 million bags and above. The Food and Agricultural Organization figures on post-harvest losses stands at 40% to support them manage post-harvest losses. And that is why, again, other than the flag of fertilizer for the South Rift and ensure fertilizer gets to the farmers, I am here again today to flag off the maize dryers meant to dry our cereals, so that wakulima wale wameharvest mahindi, tunajua losses ya mahindi inaletwa na mambo ya aflatoxin. Ukiweka vibaya na kama injakauka vizuri, serikali imenunua dryers 100 za kupeleka kila pahali kwa wakulima wetu, ili wewe ukivuna mahindi yako, maharagwe, mchele, basi unapeleka inakaushwa to the right moisture levels, so that mahindi isiweze kuharibika, maharagwe isiweze kuharibika. Kwa hivyo niko na furaha leo hapa Nakuru kuanzisha ku fly off dryers zile ziko hapa kupelekwa kwa different silos, ili wakulima wetu waendelee kukausha mahindi na chakula yao isiweze kuharibika.
That is what government has also decided to do. When we give you fertilizer you produce, we must make sure that you do not suffer losses by making sure that whatever you have produced is drained to the right moisture levels. Tukasema tutaondoa, tutamaliza, tutateremsha ukaushaji wa mahindi kutoka